Mbalimbali zinaendelea kutolewa kuhusiana na matokeo ya hesabu ya watu ambayo yameonyesha ongezeko ndogo la idadi ya watu katika baadhi ya kaunti hapa nchini. Magavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi na Meru wamesema kuwa matokeo ya sensa yaliyotangazwa hayaelezi ukweli halisi wa mambo. Mwandishi wetu Jeff Kirui amekuwa katika kikao na waandishi wa habari ambapo viongozi hao wamekuwa wakizungumza. Kirui, tuambie pengine malalamishi ya magavana hawa ni yepi kuhusiana na hesabu ya sensa? Naam, asante sana ni kwamba kama ulivyosema ni kwamba hususan katika kaunti ya Tharaka-Nithi ambapo viongozi kutoka kaunti hiyo wameandaa kikao kupinga matokeo haya ya hesabu ya watu, wakisema kwamba kaunti ya Tharaka-Nithi idadi iliyotolewa ya watu 1393 haionyeshi hali halisi katika kaunti hiyo. Viongozi wanne, gavana pamoja na wabunge watatu wakiandaa kikao hicho kupinga matokeo hayo, na wanasema kwamba wanataka shughuli ya sensa irudiwe katika kaunti ya Tharaka-Nithi. Pia wanasema kwamba iwapo serikali haita fanya marudio ya shughuli hiyo ya sensa wataelekea mahakama kuu kupinga matokeo hayo. Baadhi ya hoja ambazo wanatoa ni kwamba kwa mujibu wa halmashauri ya takwimu ya kitaifa inadokeza kwamba takriban watoto 53,930 walizaliwa kutokea mwaka 2011 hadi mwaka 2018, na wale ambao walifariki ni watu 10,000 tu. Na wanasema kwamba idadi ambayo ilionyesha kwamba watu walioongezeka kwenye kaunti hiyo ni watu 27,000 tu, ni idadi ambayo si hali halisia katika kaunti hiyo ya Tharaka-Nithi. Na baadhi ya hofu walizonazo wabunge ni kwamba huenda baadhi ya maeneo bunge yakaondolewa kwenye kaunti hiyo, ikizingatiwa kwamba kuna idadi ambayo inafaa kuwepo katika eneo bunge ili iweze kuidhinishwa na tume huru ya uchaguzi IEBC kuwa mojawapo ya maeneo bunge humu nchini. Na wanahofia kwamba iwapo idadi hiyo itaweza kutumika, basi itamaanisha kwamba kuna maeneo bunge ambayo yataondolewa kwenye kaunti hiyo ya Tharaka-Nithi. Ndivyo wanasema kwamba lazima shughuli hiyo iweze kurudiwa, wapate kujua hali halisia, la sivyo wataelekea mahakamani. Labda tusikie tu baadhi ya hoja ambazo wabunge hao pamoja na gavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Mudhomi Njuki walitoa wakiwa kwenye kikao hicho. This is Tharaka-Nithi County leadership backed by the members of parliament of from the county of Tharaka-Nithi. On my right, Tharaka constituency member of parliament, Wanajiji Murugara. On my left, Kareke Mbiuki, member of parliament of Mara constituency. And on the far left, Patrick Munene, member of parliament of Chuka Gamangombe. I'm governor of Tharaka-Nithi County, Mudhomi Njuki. And we're here as a concern of the census report that was released yesterday. And we have a press statement to release as pertains our views on the results of just concluded census. And in our press release, we are saying that between 24th and 31st August 2019, both days inclusive, the national government commenced the national census and enumeration process pursuant to the Statistics Census of Population of Order 2018, issued by a cabinet secretary responsible for planning. The exercise was undertaken by the Kenya National Bureau of Statistics as provided by the Section 4 of the Statistics Act. The preliminary results were released for the 2019 census were released on 4th November 2019, that was yesterday, and it was reported that Tharaka-Nithi County has a population of 393,177. The figures represent a slight increase of about 27,000 residents from the census of 2009, which showed that Tharaka-Nithi County had a population of 365,847 at that time. The population census results will be used to provide the facts that are essential to the government for policy making, planning, administration purpose, providing data for scientific analysis and appraisal of the composition,
distribution and past prospective growth of the population for research purposes, providing data for use in the business, industry and labor markets in determining consumable demands for goods and services anchored on the population size, and providing data that is necessary for the electoral boundaries delineation. Most importantly, ladies and gentlemen, the emulated results will be used in the formula for revenue allocation. There should be a true reflection of the population of the county and the country. From the parameter, weights, population is utmost importance, carrying almost half the weight in consideration. Article 203 of the Constitution provides for the desirability of stable and predictable allocation of revenue. The data to be used for the parameter of the population will now be based on the 2019 population census results. The 2019 census results for the Tharaka-Nithi County are inaccurate in our consideration because of the following reasons. Number one, the Kenya National Bureau of Statistics report released in early 2019 provided the following as the registered births and deaths statistics from 2011 to 2018, a period of only 7 years. Naam, haya ni baadhi ya hisia kutoka viongozi ama wanasiasa kutoka kaunti ya Tharaka-Nithi. Kumbuka kwamba ugavi wa rasilimali inategemea idadi katika kaunti, na labda ni kutokana na hilo ambapo swala la matokeo ya sensa inaanza kuleta tumbo joto miongoni mwa wanasiasa, ikizingatiwa kwamba ugavi wa rasilimali ama pesa ambazo zinaelekezwa katika serikali za kaunti zinategemea pia idadi ya watu waliomo katika kaunti hiyo. Na baadhi ya kaunti ambazo zimejitokeza kupinga matokeo haya ni pamoja na kaunti ya Tharaka-Nithi na pia kaunti ya Meru. Na hivi sasa labda tujiunge na mwanahabari mwenzangu George Maringa ambaye yuko katika kaunti ya Meru kutupea hisia za wakazi pamoja na viongozi kutoka kaunti hiyo ya Meru. Maringa, uwanjani wako. Naam, asante sana Kirui. Bila shaka tetesi zimeibuka na masala ama maswali mengi kuhusiana na idadi ama ripoti iliyotolewa na shirika la kuratibu watu ama KNBS, Kenya National Bureau of Statistics, ambao fanya hiyo shughuli ya kufanya hesabu ya watu ama sensa ambayo ilifanyika mwezi Agosti mwaka huu. Na vile vile kaunti ya Meru ikiongozwa na gavana wa kaunti hii ambaye ni Kiraitu Murungi akanusha idadi iliyotolewa ama kupinga, manake kulingana na shirika ama KNBS ni kwamba idadi ni milioni 1.5, lakini viongozi mbalimbali wamesema kuwa baadhi ya watu ambao wanaishi katika mpaka ama maeneo yaliyo na utata wa mipaka kati ya Meru na Isiolo walihesabiwa katika kaunti ya Isiolo, na hivyo basi idadi iliyofaa kuwa katika kaunti ya Meru ikaenda katika kaunti ya Isiolo. Na nitazungumza baadhi tu na wawakilishi wadi ambao wanawakilisha maeneo ambayo yamepakana na kaunti ya Isiolo waweze kutuarifu tuna mengi ama masala ambayo yameibua tetesi. Asante mheshimiwa kwa kuungana nasi kwenye KTN News hususan leo mashinani. Atuambie jina lako na wadi ambao unawakilisha na tetesi zako ni zipi? Majina anaitwa Romano Mwito, na wakilisha wodi ya Kangeta ambayo iko Igembe ya kati. Na tetezi zetu kama viongozi ni kwamba wakati watu walihesabiwa, kuna baadhi ya sehemu ambazo ziko Meru County lakini zilihesabiwa zikiwa Isiolo. Kwa baadhi ya hizo sehemu ni kama sehemu inaitwa Epiding, sehemu inaitwa Ngaremara, sehemu inaitwa Gachiuru, sehemu inaitwa Ndoleli ambazo ziko Meru County. Na serikali ya kaunti ya Meru tumefanya maendeleo kwa hizo sehemu. Lakini wakati wale shirika la kuhesabu watu walikuwa na hesabu watu, hao watu walihesabiwa kama watu wa Isiolo County, lakini ni kusema kweli ni watu ambao wako Meru County. Na sisi ndio maana tunaangalia hata ile idadi ambayo imetolewa kwa watu wa Meru ama watu wa Meru ambao tumeambiwa tuko namba hiyo, ni kwamba kulingana na sisi hiyo ni namba kidogo sana. Tulikuwa tunatarajia watu wa Meru wakuwe zaidi ya watu milioni 2, lakini tumeona ni milioni 1.5 ambayo tunaona ni kitu
ambacho kuna kitu ambacho hakikwenda vizuri penye ilikuwa inapaswa kuwa, na vile gavana wetu amesema ni kweli. Sisi kama viongozi tunaona kuna mahali mambo haikwenda vizuri, na wakati hiyo tetezi ilitoka kitambo na wakajua kwamba kuna sehemu ambazo zina kusudiwa kupelekwa Isiolo. Pia county commissioner wetu alikuwa ameandika barua kwa KNBS, na ni kama hawakushughulika, ni kama hawakuchukulia kama jambo la muhimu, ambalo sisi kama viongozi tunaona ni jambo la muhimu kama watu ni wa Meru. Na hizo sehemu especially ni sehemu ambazo kuna watu ambao wanahamahama, wenye wanalisha mifugo, na serikali ya kaunti imewachimbia maji ambayo wanatumia, na maendeleo mingi imefanywa hizo sehemu. So tunaomba na tunataka hiyo report ikuwe reviewed, hao watu, hiyo idadi irudishwe Meru ili tupate idadi kamili ya wananchi wa Meru County. Yeah. Asante mheshimiwa. Nitazungumza nayo tena, tuambie jina lako na wadi ambayo unawakilisha, na nafahamu kwamba inapakana haswa na uwanja wa ndege, vile vile maeneo mbalimbali katika kaunti ya Isiolo. Tetesi ni zipi? Kwani na mlijuaje kwamba labda watu wametoka wamehesabiwa katika kaunti ya Isiolo lakini sio Meru? Kwa majina naitwa Victor Karethi Mutuma. Mimi nawakilisha eneo bunge la kaunti ya Meru la Athwana, na pia kwa bunge la Meru mimi ni kinara walio wengi, lead of majority. Na sisi tumepakana na Isiolo ndio. Kusema kweli hata Isiolo International Airport 85% iko kwa ward yangu. Lakini hatuna shida na hiyo kuitwa Isiolo kwa sababu ni international airport, hatuna matatizo. Lakini sasa ile inaendelea kuwa shida ni hasa hii exercise ya kuhesabu wananchi. Tumegundua ya kwamba wale wafugaji, wale watu ambao wanahamahama wa kutoka ward yangu, wa kutoka ward ya Muthara, Igembe Central, Igembe South, Igembe North na Tigania East hasa, wameweza kuhesabiwa sana, wale wengi wakipelekwa pande ya Isiolo. Na ni ajabu kwa sababu tayari tulikuwa tushagundua hayo, na kwa sababu tuna interact na wale wananchi wa kule mashinani, na tukajulisha county commissioner, na yeye akafanya vile alikuwa anapaswa kufanya, akaandika barua, akapeana complaints zetu. Lakini tumeshtuka sana kuona watu wetu sasa wamepelekwa pande ya Isiolo, na ndio maana tunauliza sasa, huu ni wakati wa kurekebisha. Tunapaswa hiyo mambo irekebishwe, sababu hatutaki kuwa na ugomvi kati yetu na watu wa pande ya Isiolo, kwa sababu hiyo inaweza leta mambo mengi ambayo hatupendi. Tuko na gavana ambaye anapenda amani. Gavana wa pande wa Isiolo pia mheshimiwa Kuti ni mngwana kabisa, hawaja kuwa na maneno kati yao na gavana Kiraitu. So tusiletewe siasa ambazo hasipaswi kuwa kwa sababu ya mtu ama watu ambao pengine hawakufanya kazi yao kwa vile ambavyo wanapaswa kufanya. So maombi yetu hasa ni hao watu ambao wamehesabiwa kutoka kwa mto wa Sonyiro ambaye ni mpaka wetu na Isiolo, kutoka pande ya Igembe North kwenda all the way mpaka pande ya Tigania West. Sasa pale mimi nawakilisha pande ya chini, pande ya Ngaremare, tuweze kuwa na kurekebishwa kwa hayo matokeo ambao yametangazwa. Na tukimalizia mheshimiwa, ni kukatiza ni kwamba idadi hii inatokana na labda watu wanaohamahama. Labda mnafikiria labda hii itapunguza labda idadi ama fedha ambazo zinatoka kwa serikali kuu? Manake madhumuni ya Sensa yalikuwa ni kwamba kuhakikisha fedha ama kupata mbinu ya kugawa fedha za kitaifa kutoka kwa serikali kuu. Manake unaona kwamba hili litatatiza? Kuna uwezekano mkubwa sana ya kwamba sisi tutadhulumiwa kwa upande wa kupata rasilimali, wa kupata zile hela tunapaswa kupata kutoka kwa national government. Na ndio maana tunateta, kwa sababu tukidhulumiwa kwa upande wa maendeleo kama vile imekuwa mbeleni, hatutanyamaza kimya, hatutatulia tu tukiangalia. Sisi tunaambiwa tuko namba 6 Kenya mzima kwa pande ya population, lakini maendeleo pengine tuko position kama 20 kwa maendeleo kutoka ya national government. Ndio maana tunatoa tetezi
ndio maendeleo ile ambayo inapaswa kuletwa Meru iweze kupatikana, kwa sababu sisi ni wengi. Hata hii 1.5 wanasema tunashaka, kwa sababu sisi ni watu ambao tuna familia zetu, tumeendelea kupata watoto, tujui hao watoto wanahesabiwa wakienda wapi, kwa sababu difference hii wanasema ya about 400,000 between for 10 years. Hiyo ni kidogo sana. Huyu hakuwa ameoa, watu wako wengi sana pande hizi za Meru. Kwa hivyo tunataka waangalie maneno taratibu, wasiseme kwa sababu sisi ni wapole ati watateka advantage. Hapana, sisi tutazungumza na tutaki msaha na hii maneno. Asante. Bila shaka mtazamaji, hao ni baadhi ya viongozi hususan wawakilishi wodi katika maeneo yanayopakana na kaunti ya Isiolo, ambapo kumekuwa na tetesi kuhusiana na idadi ambayo ilitolewa na shirika la kuratibu wananchi ambalo lilifanya zoezi la sensa. Manake vile vile kaunti ya Meru idadi yake imekuwa ikiongezeka. Ni muhimu kutaja kwa mwaka 1999 ilikuwa milioni 1.1, 2009 ilikuwa milioni 1.3, na kwa sasa inasemekana kuwa ni milioni 1.5, lakini hilo limeibua tetesi kutoka kwa viongozi kama vile Kiraitu, na tunasubiri kwamba atatoa taarifa rasmi, ingawaje mwakilishi wake aliweza kuzungumza hapo jana.